Shukrani kwa Muumba wetu, utulinda kwa siku sita, kwa pamoja ametuleta, kupokea baraka zake. Shukrani kwa Muumba wetu, utulinda kwa siku sita, kwa pamoja ametuleta, kupokea baraka zake. Hii siku ya furaha, kuongea na Baba yetu, mbele shida zetu, tuanze tukiwa na Yesu. Hii siku ya furaha, kuongea na Baba yetu, mbele shida zetu, tuanze tukiwa na Yesu. Tunakuomba Baba Mungu, ibariki siku ya leo, tupate baraka yako kupitia watumishi wako. Tunakuomba Baba Mungu, ibariki siku ya leo, tupate baraka yako kupitia watumishi wako. Wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama
Muumbaji mfalme, ninaalika uwepo wako kutamalaki katika mkutano huu mchana wa leo. Njoo useme nasi tena, tuko tayari kuisikia sauti yako. Nimeomba katika jina la Yesu, amina. Mungu kimbilio letu ndiyo mada ya mchana wa leo. Kitabu cha Zaburi sura ya 62 mstari wa 8 limekuwa ni fungu letu kuu katika mikutano hii ya makambi. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiyo kimbilio letu. Enyi watu, tumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiyo kimbilio letu. Nimeshughulika sana na habari ya kumtumaini Mungu. Nimeshughulika kidogo na kwa sehemu kuhusiana na habari ya kuifunua mioyo yetu kwa Mungu. Sasa tutakwenda kuangalia habari ya Mungu ambaye ni kimbilio letu. Tuanze katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 34 mstari ule wa 6 hadi wa 7. Neno la Bwana linasema, Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu na kuwasamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Kitabu cha Kutoka, Bwana anajitambulisha ya kwamba yeye ni Mungu mwingi wa huruma. Bwana asifiwe. Ni Mungu ambaye hata kama dhambi zako zinaonekana kwamba zimekuwa nyekundu kiasi gani, anakukumbatia. Anakuona kwamba wewe ni rafiki yake. Anakutia moyo na anakuhurumia. Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu ambaye amejaa huruma nyingi kwa ajili yetu sisi watoto wake. Wewe mwenyewe unaweza kuthibitisha tangu tulipomaliza mikutano ya makambi ya mwaka jana, Bwana amekuokoa na mangapi? Bwana amekuhurumia na mangapi? Bwana amekusaidia kwa mambo mangapi? Baada ya kutafakari kwa habari ya mambo hayo, utatambua kabisa ya kwamba kama sio huruma zake, hakuna mtu angekuwa salama. Naomba nikuonyeshe jambo fulani katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3. Maombolezo sura ya 3. Mungu anazungumza pamoja na sisi mchana huu wa leo. Kianzia mstari ule wa 25 na mstari wa 26, lakini niombe nianzie mstari wa 22. Neno la Bwana linasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa huruma zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hawa mngojeao, kwa hiyo nafsi yangu imtafutayo. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Ni kwa sababu ya huruma zake Mungu ameendelea kutushika mkono. Kwa huruma zake ameendelea kutuongoza. Kwa huruma zake ameendelea kuambatana nasi. Kwa huruma zake ameendelea kutusamehe dhambi zetu na kuendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea kwa salama mikononi mwake. Mungu wetu wa mbinguni ndiye kimbilio letu. Nahitaji niseme, hata kama wanadamu wanaweza kukwambia habari ya mambo mengi
Mungu anabaki kuwa kimbilio letu. Lakini Mungu katika fungu hili la Kutoka sura ya 34 mstari wa 6 anajitambulisha kwamba ni mwenye fadhili. Wote hapa mwaka mzima Mungu ametulisha chakula. Mwaka mzima Mungu ametuvika mavazi. Mwaka mzima Mungu ametutetea na ametushindia kwa habari ya magonjwa. Mwaka mzima Mungu amebaki kwa mfadhili na mruzuku wa maisha yetu, na tumeendelea kushuhudia habari ya mkono wake katika maisha yetu. Wakati mwingine tulipitia nyakati ngumu sana ambazo tulitamani ufadhili wake. Kwa habari ya nyakati ngumu za kiuchumi, Bwana alionekana kwa ajili yetu na akatufadhili, mambo yakaenda vizuri. Wale ambao tumejaliwa baraka ya watoto, Bwana ametusaidia, watoto wamesafiri salama katika masomo yao na jina la Bwana limeendelea kutukuzwa. Wale ambao tulipitia katika nyakati chungu katika maisha, Bwana alikuwa mfadhili wetu. Tunapokubali kufanya kwa kimbilio, pale tunapokubali kufanya kwa msaada wetu, pale tunapokubali kumtegemea kwa 100%, Bwana hawezi kutuacha hata katikati ya nyakati ngumu kiasi hicho. Biblia inamtambulisha huyu Mungu ambaye tunajifunza habari zake mchana huu, ya kwamba yeye si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na kweli. Jamani, Mungu wetu wa mbinguni sio mwepesi wa hasira. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Neno la Bwana likieleza jinsi ambavyo Mungu wetu sio mwepesi wa hasira. Neno la Bwana linasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mchana huu wa leo, Mungu ambaye tunajifunza habari zake ni Mungu ambaye anatutangazia kwamba tunapaswa kuja kwake ili tuweze kusemezana naye, hata kama ziko dhambi ambazo watu wanaziona ya kwamba zimekuwa ni nyekundu kuliko kawaida, zinapepea kana kwamba ni bendera na watu wote wanazifahamu. Ngoja nikwambie mchana huu wa leo, Mungu aliye kimbilio letu anatangazia, ikiwa tutakubali tu kukaa naye na kusemezana naye, yeye yuko tayari kutusamehe, yeye yuko tayari kupatia ushindi, yuko tayari kutoa baraka katika maisha yetu, yuko tayari kutukumbatia na kutembea pamoja nasi tena ili tuweze kuanza maisha pamoja naye. Ngoja nikwambie, wakati mwingine huenda uliumia kiasi ambacho sio cha kawaida. Mungu aliye kimbilio letu anasema ya kwamba kama tukija kwake tukasemezana naye, hata kama dhambi zako zinafanana na mchanga wa bahari, yupo tayari kutusamehe na kufanya makazi katika maisha yetu. Yeye anaonea huruma watu elfu. Waebrania katika mahesabu yao ya kuhesabu namba huwa wanaishia 1000. Ndio sababu Biblia inaandika kwamba elfu. Kwa nini anaandika elfu? Anamaanisha hiyo haina nini? Haina mwisho. Bwana asifiwe. Yaani rehema za Bwana kwetu hazina kikomo. Rehema za Bwana kwetu hazina kikomo. Ndio sababu yeye anaonea huruma watu elfu na kuwasamehe uovu na makosa na dhambi zao. Ngoja nikwambie, kama
umekosa mahali pa utulivu? Miguuni pa Yesu ni mahali ambapo pana utulivu. Ulikuwa umekosa mahali ambapo pana amani? Miguuni pa Yesu ni mahali ambapo unaweza kupata amani. Ulikuwa unapitia machozi, ulikuwa unapitia machungu, ulikuwa unapitia maombolezo na vilio, Bwana anaendelea kuwa pamoja nasi na anaendelea kuwa mwema kwetu. Tangu kambi la mwaka jana, Mungu ameendelea kuwa mwaminifu katika maisha yetu. Maisha ambayo yamejaa vilio, Mungu ametufuta machozi. Maombolezo, Mungu alitufariji. Maumivu, Mungu alifuta maumivu yetu. Hofu, Mungu aliingilia kati. Vitisho vyote ambavyo tumekutana navyo kutoka kwa watu wanaotuzunguka, Mungu ametunusuru kutoka katika vitisho hivyo. Tunakwenda kuanza mwaka mwingine kama kanisa la Adventista wa Sabato. Tunapomaliza mikutano ya makambi, tunaenda kuanza safari nyingine ya mwaka. Maana mwaka ni makambi mpaka makambi. Bwana asifiwe. Tunapokwenda kuanza mwaka mwingine wa maisha yetu ya kiroho, wa maisha yetu ya kumtumikia Mungu, wa maisha yetu ya kufanya kazi za kila siku, wa maisha yetu ya utafutaji, wa maisha yetu ya kuendelea kumfanya Mungu kwa kimbilio letu. Katika mwaka huu ni mwaka ambao unapaswa kutumia fursa vizuri bila kupoteza mwelekeo. Yaani kuanzia kesho, pale ambapo Mungu atakupatia fursa, iwe ni fursa kwa habari ya kumtumikia, iwe ni fursa kwa habari ya kufanya kazi, usipoteze hiyo fursa. Ngoja nikwambie, fursa wakati mwingine hutambulika baada ya kutoweka. Wakati inapotoweka ndipo unapotamani ije, lakini haiwezi kuja. Ninatamani kukutia moyo mchana huu wa leo ya kwamba tunapokwenda kuanza mwaka mwingine, tunapaswa kutumia fursa alizotupatia Mungu vizuri kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa nini tunapaswa kutumia fursa vizuri? Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 na 3, neno la Bwana linasema, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya na aliyoiumba na kuifanya. Ukiangalia habari ya neno kazi katika mafungu haya mawili, limerudiwa mara 3, ikionyesha kwamba Mungu ambaye anatangaza ya kwamba ni kimbilio letu ni mtu wa kazi. Bwana asifiwe. Anatangaza. Ukiangalia katika mafungu haya ambayo nimeyasoma, neno alifanya, neno alifanya au neno fanya linaonekana safari 5, ikionyesha kwamba Baba yetu wa mbinguni ni mtu wa kazi. Bwana asifiwe. Anapozungumza kwa habari ya kazi, azungumzi kwa habari ya kazi ya Mungu peke yake, anazungumza kwa habari ya kazi zetu zote tulizo nazo. Ngoja nikwambie, unapopata fursa ya kufanya kazi yoyote katika maisha yako, unafanya kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Hata kama ni kuosha watoto pale nyumbani, hata kama ni kufagia nyumba au kusafisha, unafanya pia kwa ajili ya Mungu. Usifikiria kwamba unafanya tu kivivu. Hii inatangaza kwamba Mungu tunayemtumaini, uvivu kwake hauruhusiwi. Lakini katika mafungu haya, neno alistarehe imerudiwa mara ngapi? Kuna pumziko la siku ya Sabato, kuna pumziko la kulala. Bwana asifiwe. Yaani usifikiria kwamba maandiko matakatifu yaliandikwa kwa bahati mbaya. Usifikiria kwamba Mungu alipokuwa anaandika, anaruhusu watumishi wake waandike kwa namna hii
Tuna pumziko la siku ya Sabato. Tuna pumziko pia la kufanya nini? La kulala. Masaa mengine yote 16, na ndiyo sababu neno fanya na neno kazi yanatajwa mara nyingi kuliko starehe. Maana yake kufanya nini? Kupumzika. Kupumzika. Tunapokwenda kuanza mwaka mwingine, ukawa ni mwaka wa ushindi na furaha katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Waefeso sura ya 4 na mstari ule wa 4, furahini siku zote. Tena anasema furahini. Samahani, ni kitabu cha Wafilipi. Ni kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 4. Furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Ukawe mwaka ambao ni wa furaha katika maisha yetu. Ngoja niwaambie, ninajua ya kwamba tuna watoto yatima hapa. Mimi pia nimeishi maisha hayo. Ninatamani kuatia moyo watoto yatima, ifike mahali tuelewa kwamba Bwana anatuhitaji tuweze kufurahi wakati wote. Bwana anatuhitaji tuweze kuweka pembeni yale masikitiko yetu, tuweze kufurahi katika maisha yetu, na jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Ninahitaji kuzungumza na wajane na wagane ambao wapo katika mkutano huu. Neno la Bwana linasema furahini, tena anasema furahini siku zote. Mungu anatuhitaji tuweze kuwa watu wa kufurahi. Mwaka wa ushindi katika maisha yetu. Filipi sura ile ya 4, hiyo sura ya 4 na mstari wa 13, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sikiliza, wewe ambaye wakati mwingine jamii inaweza kuwa imekushusha hali na unajiona kwamba ni wa chini, wakati mwingine kwa sababu ya dhambi nyingi ulizonazo, wakati mwingine huenda kutokana na hali ambayo unaipitia ya kimaisha. Sema pamoja na Paulo, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wachungaji wenzangu, tunapaswa kujua ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi kutia nguvu. Ngoja niwaambie, wale ambao ni wafanyakazi, huenda ni wafanyakazi wa serikali au katika mashirika binafsi, kuna nyakati ambazo tunaweza kuja tukiwa tumechoka. Kuna nyakati ambazo tunaweza kuja tukiwa tumekata tamaa. Ninatamani kukutia moyo, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ngoja nikwambie, Mungu aliye kimbilio letu, yeye ni msaada wetu kila wakati. Mungu aliye kimbilio letu yuko tayari kuwa pamoja nasi. Pale ambapo tutakubali kumfanya yeye kwa kiongozi wetu, tutapata furaha na ushindi katika maisha yetu. Sikiliza, mwaka ambao tunakwenda kuanza ukawa mwaka wa kumfanya Mungu kuwa kimbilio letu, ukawa mwaka wa kumfanya Bwana kuwa kiongozi wetu, ukawa mwaka wa kumfanya Bwana kuwa mwalimu wetu, ukawa mwaka wa kumfanya Bwana kuwa mfadhili na mruzuku wa maisha yetu. Zaburi ya 46 mstari wa 1 hadi wa 3. Neno la Bwana linasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Bwana asifiwe. Katikati ya mateso muone Mungu, katikati ya dhoruba muone Mungu, katikati ya vilio muone Mungu, katikati ya majonzi muone Mungu, katikati ya nyakati ngumu, huenda katika kazi yako, nyakati
ngumu huenda katika biashara yako, nyakati ngumu huenda katika ndoa yako, nyakati ngumu huenda katika ujana wako, nyakati ngumu katika nafasi yoyote ambayo Bwana amenipatia. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Bwana asifiwe. Yeye ni msaada wetu. Sikiliza, mwaka tunaoenea ukawa mwaka wa kupambazuka katika maisha, maana Bwana anaongoza njia. Zaburi sura ya 17 mstari wa 8. Zaburi sura ya 17 mstari wa 8, neno la Bwana linazungumza habari ya jambo la pekee hapa. 17:8, unilinde kama mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Ngoja nikwambie, Baba yetu wa mbinguni ni mboni, anatutazama kama mboni ya jicho letu. Naomba nikuthibitishie hilo katika kitabu cha Zekaria sura ile ya 8, sura ya pili. Zekaria sura ya pili na ule mstari wa 8. Neno la Bwana linazungumza maneno haya. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa, wale waliowateka ninyi. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Bwana asifiwe. Kwani mwaka wa kupambazuka katika maisha yetu, kwa sababu Bwana anatazama kama mboni ya jicho lake. Sikilizeni wanafunzi, asikwambie mtu yeyote kwamba huna akili. Ninyi wote mna akili za kutosha na mnaweza kufanya makubwa miaka michache, kuanzia miaka 10 inayokuja hapa Tanzania. Bwana asifiwe. Ninawatia moyo. Ninahitaji kuzungumza na wewe ambaye huenda katika maisha yako kila unapotafuta mambo fulani ya pambazuke katika maisha hauoni. Kila unapotafuta mambo ya pambazuke katika maisha hauoni. Bwana anatazama kama mboni ya jicho lake. Ninatamani ya kwamba pale ambapo utakubali kufanya kwa kimbilio lako, yeye yuko tayari kufanya makazi katika maisha yako na akakuongoza. Bwana asifiwe. Ninajua kwamba hakuna mtu yeyote hapa, hata kama awe ni dhaifu kiasi gani, anayeweza kuruhusu mboni ya jicho lake itendewe jambo lolote. Hayupo, hata kama ni dhaifu kiasi gani. Kwa maana hiyo, Bwana anatazama kwa jinsi hiyo. Tunapaswa kusonga mbele tukimtumaini Bwana, maana yupo pamoja nasi. Mwaka huu ambao tunauendea ukawe mwaka wa kufanya kazi wakati tunangojea Yesu. Kwa mwaka wa kufanya kazi wakati tunangojea Yesu. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 13, kawaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Ngoja niwaambie, iwe ni kazi ya Mungu au ziwe ni kazi zetu za kila siku, asiwepo mtu yeyote atakaye kuyumbisha kukwambia kwamba utoke katika kazi ulionayo ili uende ukae mahali fulani hivi. Hatupaswi kutishwa. Yesu mwenyewe alitamka maneno haya akisema kwamba fanyeni biashara hata nitakapokuja. Yaani, kama ni shuleni wanafunzi, Yesu atatukuta tukiwa shuleni tukisoma. Kama ni katika mashamba, Yesu atatukuta katika mashamba yetu tukiwa tunalima. Kama ni katika ofisi, Yesu atatukuta katika ofisi hizo tukiwa tunafanya. Lakini wakati huo tunajiandaa kumngojea. Bwana asifiwe. Asiwepo mtu yeyote atakaye kupotosha. Mwaka ambao tunauendea, yani nazungumzia mwaka ambao tunaenda kuanza kesho, maana baada ya sabato ya makambi ukawa ni mwaka wa maendeleo binafsi na katika kazi ya Bwana
Bwana. Yaani pale ambapo ulikuwa ukitoa zaka shilingi 10,000 kila Sabato, maana pato lako kwa wiki ilikuwa 100,000. Bwana akakusaidia ukatoa 100,000 kwa kila Sabato, kwa kuwa Bwana amekufanikisha katika maisha yako. Ngoja nikwambie, Mungu yuko tayari kufanya makubwa katika maisha yetu na katika maisha ya kila mmoja pale atakapofanya kwa kimbilio letu na msaada katika maisha yetu. Mwaka unaokuja ukawe mwaka wa kumtumaini Bwana katika njia zetu zote. Mwaka unaokuja ukawe mwaka wa kutoa huduma bora katika kazi na katika kushuhudia wengine upendo wa Kristo. Ukawe mwaka wa kutoa huduma bora. Bwana asifiwe. Mahali popote ulipo unaweza kutoa huduma bora, wakati huo ukiwashuhudia wengine. Ninatamani kuona wamiliki wa maduka ambao siku ya Sabato anatengeneza kibandiko fulani hivi ambacho anakiweka mbele ya duka lake. Anasema leo ni siku takatifu ya Bwana, siku ya Sabato, karibuni kwenye ibada. Siku ya Sabato. Ninatamani kuona wamiliki wa pikipiki na magari wakiwa wameandika jumbe hizo katika vyombo vyao vya usafiri. Jumamosi ni siku ya ibada. Ngoja nikwambie, hakuna mwingine ambaye amepewa jukumu hilo kwa ajili ya kuambia watu. Ni mimi na wewe. Na kama ni mimi na wewe, fanya kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Uone jinsi ambavyo Bwana atafanya makubwa katika maisha yako. Ukikubali kufanya kazi ya Bwana, Bwana atafanya ya kwako. Na tunaweza kueleza ujumbe huo mahali popote, na wengi wakamwona Mungu katika maisha yao. Kitabu cha Marko sura ile ya 16-15 ikiwa sikosei, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Mchungaji hapa ametufundisha zipo njia nyingi za kupeleka ujumbe huo. Njia mojawapo ni hiyo, Bwana asifiwe, na njia zingine ambazo Bwana atatuongoza. Jamani, kwa mwaka wa furaha na amani katika maisha yetu. Yesu anasema, amani yangu na wachieni, amani yangu na wapa. Nitoavyo mimi sio kama ulimwengu utoavyo. Yohana sura 14 mstari 7. Naomba niende kwa haraka kidogo, ninaanza kuona muda pia ukinitupa mkono. Ukawa mwaka wa majaribu ya kutosha ili kutuimarisha pia katika imani. Yesu akijua hivyo alituambia maneno hayo katika kitabu cha Yohana sura 16:33. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo. Na akasema kwamba mimi nimeushinda ulimwengu. Tukapata tumaini la kutosha ili furaha iendelee kuongezeka hata katikati ya majaribu. Tukapata mafanikio ya kutosha ya bidii ili tuendelee kuwa na bidii. Tukapata marafiki wa kutosha ili tuwe na faraja katika maisha yetu. Tuweke azimio la kutosha kila siku katika maisha yetu ili leo iwe bora kuliko jana. Bwana asifiwe. Tunapaswa kuweka azimio la kutosha ili leo iwe bora kuliko jana. Sisi hatupaswi kuimba kama wale ndugu zetu wanaosema ya kwamba afadhali ya nini ya jana, inayosema katika Kumbukumbu la Torati 28. Ombi tunapoelekea mwisho. Mwaka huu nifanye, liwe ombi la kila mmoja, nifanye kama Henoko, kutembea kila siku katika ushirika wa Baba yangu wa mbinguni. Nifanye kama Ibrahimu, kumtumaini Mungu kikamilifu. Nifanye kama Ayubu,
hata kama rafiki nilio nao ni wachache. Mungu anifanye kama Yehoshafati, kuandaa moyo wa kumtafuta Bwana. Mungu anifanye kama Danieli, kuwasiliana na Mungu katika nyakati zote na mahali pote. Mungu anifanye kama Andrea, kujibidisha kuongoza wengi wa Kristo. Bwana